Unasikiliza 101.3 Urban Radio. Hapa ndipo. Aklin wa Saklin wa marhaba popote pale ulipo mpenzi msikilizaji, ujambo na karibu kwa habari zetu za saa 7 mchana, saa za Afrika Mashariki, ukisomewa nami Philip Olingo. Kumbuka Urban Radio ni stesheni nambari 1 kote barani Afrika kwa habari za kuaminika, kuelimisha na kuburudisha. Ukipenda ni kama ua la waridi kwenye sayari ya baridi shadidi. Kwenye rubaa za kimataifa tunapepea bila pepesi, lakini kwanza tuanze na yaliomo. Madam Mildred Mwendwa, mhadhiri wa chuo kikuu cha Meru, amiminiwa sifa chungu nzima. Rais William Ruto andaa mkutano kwenye ukumbi wa Bomas. Mwanamume mmoja aripotiwa kuiaga dunia kutokana na mzozo wa kinyumbani kwenye kaunti ya Homa Bay. Karibu. Mildred Mwendwa, mhadhiri wa chuo kikuu cha Meru, amiminiwa sifa chungu nzima na wanafunzi wake wanaosomea taaluma ya uandishi wa habari na mawasiliano. Mhadhiri huyo ambaye amesifika kwa juhudi zake za kuwapa matumaini wanafunzi wake huku akivalia njuga swala la kuboresha taaluma hiyo. Baadhi ya wanafunzi waliozungumza na Urban Radio walikuwa na haya ya kusema. Kwa majina naitwa Elias Sideo, mwanafunzi wa mwaka wa kwanza hapa ndani ya chuo kikuu cha sayansi na teknolojia cha Meru, na ningependa kuchukua hii fursa kumpokeza madamu wangu mpendwa Mildred Mwendwa kwa yale yote ambayo anazidi kufanya juu ya maisha yetu, juu ya masomo yetu sisi kama wanafunzi wa kwanza ambao tunafanya journalism and communication. Na the best award of the year, I can just say madamu wangu Mwendwa ana deserve kupata, kwa sababu hadi sisi personally mimi karibia ni lose hope na hii journalism, lakini huyo madama amekuwa akitutia moyo sana hadi naona bright future mbele yangu kupitia hii course yangu ya journalism. Tukiachana na hayo ni kwamba Rais William Ruto ameandaa mkutano wa kiuchumi kwenye ukumbi wa Bomas. Kwa mengi zaidi tuungane moja kwa moja na mwanahabari wetu Badaftu Galgalo anayefuatilia matukio haya kwa kina. Asante sana Philip. Nipo hapa katika eneo la Bomas of Kenya ambapo Rais William Ruto ameweka wazi mpango wa serikali kuhusu uchumi. Katika hotuba yake, Rais alisisitiza umuhimu wa kuboresha hali ya maisha ya wananchi, akisema kuwa hatua hii ni muhimu hasa kwa familia maskini na kwa sekta ya kilimo ambayo imeathirika na mfumuko wa bei. Wakati huo, Waziri wa Fedha John Mbadi aliongeza kuwa serikali itaongeza uwekezaji katika miundombinu ya usafiri, jambo linalotarajiwa kupunguza gharama za usafiri wa bidhaa. Hii ni baada ya kutolewa ripoti kwamba gharama za usafiri zimechangia kwa kiasi kikubwa mfumuko wa bei. Nikiwa hapa nimeweza pia kuzungumza na baadhi ya wananchi waliokuwepo ambao walieleza matumaini yao kwamba hatua hii itawawezesha kufaidika na kuboresha maisha yao. Kutoka Nairobi, mimi ni Badaftu Galgalo wa Urban Radio. Ninarudi kwako Philip. Nachukua mapumziko kidogo huku nikimpisha Byron Linux kwenye darasa la Kiswahili, gwiji wa lugha. Usitoweke hapo ulipo, na rejea na mengi zaidi. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni furaha tena kuwa nawe msikilizaji, tukaweze kujifunza Kiswahili. Mja fulani ni kama anaelezea tarijama ya maisha yake, yani historia ya maisha yake, akisema, msinione hivi nimefanikiwa, lakini mimi ni mahulukutabu. Maana kwamba nimepitia changamoto nyingi wakati nakuwa. Kwanza nilikuwa kiache. Kiache ni nani? Huyu ni mtoto aliyefiwa na mamake wakati anazaliwa. Nikiwa mtoto mtule, yani disadvantaged child, hali basi ilinilazimisha kuangukia katika mikono ya mama wa kambo aliyenitenda itanadi tena kwa hinda. Itanadi ni ujeuri, hinda ni uchoyo.
aliniona mimi kufaa kula jandala. Jandala ni chakula ambacho kinachosalia katika sahani au sinia mtu anaposhiba. Yaani pia masaza. Sasa mimi alikuwa akinilisha jandala la wanawe. Hata huku mjini wafanyikazi wengi wa nyumba wanalishwa jandala. Jambo ambalo si zuri kabisa, lakini hiyo ndiyo hali halisi. Lakini huyu mja anasema kilichomfanya afanikiwe ni kutokata tamaa na kupiga moyo konde. Na kutokata tamaa anasema huyu ni silaha jarabati. Jarabati ni iliyodhibitishwa, yani inayoonekana madhubuti. Na hii ndiyo iliyomsaidia katika ulimwengu huu harubu, kumaanisha tabu, rakadha au pia mateso. Hii ndiyo iliyomsaidia kustahimili adhaa ile ya mama wa kambo akafika hapo alipofika. Ndio maana Waswahili wanasema sio sawa kula jandala la mtu mwingine. Ukiweza kuimudu kwina yako utaweza pata chakula kinachokufaa badala ya kula masaza. Kwa nini kula jandala la mtu mwingine? Hilo ni fumbo nilalokuachia msikilizaji. Langu jina ni Ustadh Byron Linus wa Urban Radio. Asanteni. Unasikiliza 101.3 Urban Radio. Hapa ndipo. Karibu tena. Mwanamume mmoja amefariki dunia kwa njia tatanishi kwenye eneo la Rachuonyo, kaunti ya Homa Bay, kutokana na mzozo wa kinyumbani. Kwa mengi zaidi, huyu hapa mwanahabari wetu Kenan Ochieng. Mwanamume mmoja mwenye umri wa miaka 24 ameaga dunia baada ya kujeruhiwa katika vita vya wanandoa wawili eneo la Rachuonyo kaskazini, kaunti ya Homa Bay. Dan Ouma anaripotiwa kujaribu kuwatenganisha wanandoa wawili waliokuwa wakipigana, lakini badala yake akapigwa na kifaa kichwani butu katika vita hivyo. Akithibitisha kisa hicho, chifu wa kata ya Kanyaluo Magharibi Elias Ombim amesema kuwa wanaume mmoja kutoka kijiji cha Semekalo alikuwa akipigwa na mke wake na watoto kufuatana na mizozo wa nyumbani. Hili lilisababisha majirani akiwemo Dan Ouma kuingilia kati, lakini akawa ndiye alibeba msalaba wa vita hivyo. Kwa majina naitwa Elias Ombim. Mimi ni chifu wa Kanyaluo West. Huku kijiji changu ni kijiji cha Kabonyo. Sasa asubuhi ya kuamkia leo katika kijiji changu, mimi nilikuwa nimeamka vizuri, nilikuwa niende safari nyingine ambayo sijaenda kwa sababu ya kisa hichi. Lakini sika tu kidogo hivi tukasikia kilio kwa jirani yetu hapa. Huyu mke alikuwa anapigana na mume wake, na inaonekana huyu mume alikuwa amelemewa kwa sababu alikuwa amelewa. Kwa hivyo alikuwa anapigwa. Mimi nikasikia fujo ikatokea. Wakati ambao fujo ulitokea, wanakijiji walitokea kwa wingi kwenda kuangalia. Lakini huyu kijana ambaye anaitwa Dan, yeye ndiye alikuwa kwanza kufika hapo. Akaenda jaribu kutenganisha huyu mama akachukua kifabutu, yani akachukua panga yenye ilikuwa kwa njia hapo. Nikiripotia habari hizi kutoka kaunti nambari 43 Homa Bay, Kenan Ochieng, Radio Urban. Kufikia hapo sina la ziada ila kulikunja jamvi letu la Urban Radio kwa habari za saa 7 mchana. Kwa mengi zaidi fuatilia mitandao yetu ya kijamii @Urban Radio. Hapo saa 8 nitakuwa na rejea na habari kemkem. Asante kwa kuwa nasi, nimekuwa wako Philip Olingo. Kwa heri kwa sasa.